Aya, tafadhali mnaweza kuketi chini wale mko na viti. Garissa hoye! Garissa hoye! Garissa assalamu alaikum! Garissa takbir! Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa Garissa siku ya leo. Na mimi nimefika hapa Garissa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya kaunti hii na Northern Kenya kwa ujumla. Mimi nawashukuru sana watu wa Garissa kwa sababu 2022 nilikuja hapa na ndugu zangu tukaomba kura zenu mkatupatia. Narudia tena kusema asante sana. Mimi nataka niwaambie ya kwamba katika kupanga mambo ya taifa letu la Kenya, hatutaki kuwacha sehemu yoyote ya Kenya nyuma. Na ndio sababu hiyo leo nimefika hapa kwa mambo mengi ambayo yanahusu mambo ya maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu tukipanga na kutekeleza maendeleo Wajir, Garissa, Mandera, tunafanya hivyo kama sehemu ya Kenya. Na mimi nataka niwaulize Wakenya wote to take advantage of all the development programs that we have in the Republic of Kenya. Kama unapata nafasi ya kwamba kuna nafasi Garissa, hata kama unatoka sehemu gani ya Kenya, ukuje ujipange na hiyo nafasi iko Garissa. Kama unaona kuna nafasi Busia, enda ujipange na nafasi kule Busia. Ukipata nafasi yoyote in any part of the Republic of Kenya, I am encouraging citizens of the Republic of Kenya, wherever you find an opportunity, please do not hesitate to take advantage of that opportunity to grow and to develop our country. Leo mimi nimefika hapa watu wa Garissa kwa sababu ya mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, nimefika hapa kwa sababu tunataka usawa. Tunataka Kenya ambayo hatuna ubaguzi. Kenya ambayo kila Mkenya anajivunia kuwa Mkenya. Na ndio jana nilisema jambo la kihistoria, dhulma ya kihistoria ya kusemekana ya kwamba mwananchi wa Northern Kenya, kijana wa Garissa, ni tofauti na kijana wa Eldoret, Kisumu, Kiambu, Mombasa, Machakos. Hiyo mambo tuondoe na tuweke usawa wa Kenya wote. Mnanielewa jameni? Ndio nimesema jana, wale wote wanaotafuta vitambulisho na stakabadhi za serikali, vile unapata sehemu zingine za Kenya, ile mambo ambayo unapaswa utekeleze sehemu zingine za Kenya, hizo peke yake ndio inatosha wewe mtu wa Garissa vile vile utekeleze hizo, upatiwe kitambulisho na Kenya iweze kusonga mbele pamoja. Ya pili, mimi nimefika hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya passport. Tumefungua passport offices in different parts of Kenya. Tumefungua passport office Busia, tumefungua passport office Eldoret, tumefungua passport office Bungoma, tumefungua passport office sehemu zingine. Leo tumesema kwa watu wa Northern Kenya, ofisi ya passport tumefungua hapa Garissa. Hakuna haja ya kwenda tena mpaka Nairobi kutafuta passport. Passport yenu mtapata hapa Garissa. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tunataka usawa, tunataka kuondoa ubaguzi. Wananchi na watu wa hapa wamesema pale nyuma, kwa sababu ya kutaka kuendelesha Kenya yetu, tulipata nafasi ya transport corridor ambayo ilitoka Mombasa, ikapitia Nairobi, ikapitia Nakuru, ikapitia Eldoret, ikaenda mpaka Mombasa, ikaenda mpaka Malaba. Hiyo transport corridor ilitusaidia kuleta maendeleo Kenya hii. Sasa imefika wakati tuweke transport corridor ingine ambayo itapanua uchumi wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu wakati nimechaguliwa rais, nikasema ile barabara ya kutoka Lamu kuja Garissa kwenda Isiolo, na kutoka Isiolo iende Kulamawe, iende kule Modogashe, iteremuke iende Samatar,
iteremuke iende Wajia, itoke Wajia Tarbaj, itoke Tarbaj Elwak, itoke Elwak Ramo, itoke Ramo iende mpaka Mandera. Hiyo barabara sasa imefika wakati ya kuijenga, na mimi nataka niwahakikishie hiyo barabara ya kutoka Lamu kupitia hapa kwenda mpaka Isiolo ilikuwa imepangiwa ati iwe ni barabara ya Maram. Mimi nimesema hiyo barabara, it cannot be possible that we are going to build a Maram road as a transport corridor. Kwa hivyo tumeongeza pesa kwa hiyo barabara, na sasa tutajenga kilomita 480 ya barabara kutoka kule Lamu kupitia hapa Garissa kwenda mpaka Isiolo. Hiyo barabara sasa itakuwa ya lami, na mkiona mimi naenda inspect kesho, the first almost 40 kilometers of that tarmac is already done. Na mimi nitahakikisha kwamba hiyo barabara in the next 3.5 years itakuwa imekuwa complete. Tunaelewana jameni? Na hiyo barabara ingine ya kutoka hapo kwenda ile yote mpaka ifike Mandera, tunataka kuondoa ile changamoto ya zamani ya watu kusema kutoka Mandera ati wakitoka Mandera wanakuja Kenya. Hiyo Kenya sasa itafika Mandera kwa mapenzi ya Mungu, inshallah, tukifikisha hiyo barabara huko. Tunaelewana jameni? Nimekuja hapa vile vile, viongozi wenu wamenieleza kuhusu mambo ya stima, kwamba sehemu hii bado tuko na stima, matatizo ya stima. National Grid tulifikisha hapa Mandera, hapa Garissa. Sasa inasonga inaelekea kule Dadaab, na baadaye tunataka kuisukuma. Lakini wakati tunafanya hivyo, tumeweka pesa shilingi bilioni 2 ya kusukuma mambo ya stima katika different parts of Garissa County, ili tuwe na off grid, tuweze kuhakikisha kwamba tuna solarize ile boreholes ambayo tuko nayo, na tupange mambo ya last mile. Mpango yetu ni kuhakikisha kwamba watu 15,000 wapya hapa Garissa County waunganishwe na stima makwao. Vile vile nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya kuunganisha hii Garissa na Northern Kenya to Nairobi and to the rest of the world. Ile airport ambayo iko hapa ni airport ya zamani, airstrip ya zamani. Sasa serikali ya Kenya, na mimi nataka nimshukuru huyu governor wenu, wakati nilizungumza na yeye nikamwambia atoe pesa kidogo ya county ajenge terminal, na mimi nitoe pesa ya serikali ya kitaifa nijenge runway mzuri, ili hii airport yenu tuweze kuiupgrade. Na mimi nataka niwaambie the county government wametoa pesa 110 million, national government imetoa 640 million. Sasa airport ya Garissa tutaisimamisha for the next 8 months. Tunataka tuijenge upya, ili tukimaliza sasa tuwe na daily flights ya kutoka hapa Garissa kwenda Nairobi na kwenda dunia hiyo ingine. Tunaelewana jameni? Na leo hiyo kazi ya kujenga hiyo airport inaanza leo, tukisonga mbele. Vile vile mimi nimefika hapa kwa mambo yenu ya bridge. Mnajua hii bridge ilituletea matatizo. Wakenya walipoteza maisha yao, mafuriko iliendelea pale. Sasa tumeweka pesa ya serikali 1.7 billion ya kujenga hiyo barabara, ya kujenga hiyo barabara kiasi, lakini mainly the bridge, ili kuunganisha watu wa Garissa na Kenya ile ingine. And I want to assure you that process has already started. We are 17%, na tutahakikisha kwamba dunia hiyo tunamalizia. Tumekubaliana watu wa Garissa? Na kazi zile zingine zote ambazo tumepangana pamoja na nyinyi, hiyo transport corridor, mambo ya electrification, mambo ya kuhakikisha kwamba tunaunganisha sehemu hii yote. Hapa mmeona ya kwamba ile matatizo wafugaji walipata, tumesema ya kwamba tutaweka rasilimali ya serikali, tutaweka pesa ya serikali kwa mambo ya ufugaji. Ndio tumeweka pesa. Ng'ombe mmeona hapa tukipatiana, mbuzi tunapatiana, na tumesema ya kwamba mbuzi na ng'ombe 53,000 tutapatia familia 10,000 waweze kuanzisha maisha yao, hasa wale walipoteza mifugo yao kwa mambo ya banditry, ama walipoteza mifugo yao kwa sababu ya kiangazi.
Hiyo program inaendelea na tutaendelea pamoja na nyinyi. Tunaelewana jameni? Vijana wa Garissa mko hapa. Nimekuja leo na huyu waziri Alice, mambo ya affordable housing. Saa hizi tunajenga affordable houses hapo, kuna vijana karibu 700 wanafanya kazi. In another 2-3 weeks, na hiyo ni 400 units, tunaanzisha another 1000 units, na tunahitaji vijana karibu 2000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Garissa mko tayari ama mko tayari? Tunaelewana? Because we not only want to develop livable neighborhoods, but we want to create opportunities for the young people of this nation to be the best that they want to be. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana watu wa Garissa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mambo ya Kenya tutahakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaki nyuma. We are going to move together as a nation from all communities, from all regions, from all corners of the Republic of Kenya and all faiths. We are going to move together as the people of Kenya as we build one strong, united nation with a common destiny. All of us united for the common good of the Republic of Kenya. Watu wa Garissa mtaniunga mkono jameni, tuunganishe taifa letu la Kenya. Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Hebu nione wana anasema tuungane. Bas, mimi niko hapo, nasema asante sana. Mimi niko area, najua kuna mambo mengine mengi tungeongea, lakini masaa imetuzidi. Mimi niko hapa Garissa leo, mimi niko hapa Garissa kesho. Mkinipanga vizuri nitakuwa hapa kesho kutwa mpaka mseme sijui maneno gani. Tunaelewana jameni? Nasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuungane, tushirikiane. Najua sisi ambao tuko mrengo huu wa kuhakikisha kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Kuna watu wengine kazi yao ni kugawanya wa Kenya. Kama hawagawanyi wa Kenya sijui wa pande hii, wanagawanya wa pande ingine. Mimi nataka niwaambie, those who believe in division, those who believe in tribalism, they have no space in the Republic of Kenya. We are one united, indivisible country, a country called Kenya. Hapa vile vile mnajua tumetoa title deeds. Tangu tupate uhuru Kenya 1963, title deeds imepatianwa hapa ni 3,000 for 60 years. Leo wizara yetu ya mambo ya ardhi imelete an equivalent 3,000 title deeds ya watu wa hapa Garissa in one day. Na waziri ananiambia there is another 4,500 that are being processed. Ndio tuhakikishe ya kwamba watu wa Garissa, watu wa Northern Kenya wamepata hati miliki, waweze kujiendesha, kujisimamia na kuendeleza mambo yao, kwa sababu wako na uhakika ya mahali wanaishi na wanaweza kutumia hizo title deeds kujiendeleza kibiashara na kujiendeleza in many other ways. Kwa hivyo watu wa Garissa, asanteni sana. Mimi ninawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. Tuko pamoja. Asanteni sana. God bless you.